Hello, mambo vipi rafiki na coders wote? Karibu tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya HTML. Leo nimekuandalia somo jepesi sana, namna ya kuweza kuweka taswira ndani ya tovuti. Ni somo jepesi sana kama kuendesha baskeli. Siku zote nimekuwa nikisisitiza kwamba HTML ni lugha nyepesi sana, lakini muhimu sana kwa wale ambao wanahitaji kuwa wataalamu wa kutengeneza tovuti. Bila kupoteza muda tu, kitu cha kwanza unatakiwa ufungue tags, na hii itakuwa na opening tag peke yake, haitakuwa na closing tag. Ni tag ya kufungua tu. Kwa ndani yake tutaandika img, kisha tutaweka srs ambao ni source, na ndani hapa utaandika jina la hiyo picha na extension yake au format. Sawa, kwa mfano nina picha kwenye folder ambalo nimehifadhi hizi faili za HTML. Unapokuwa unatengeneza tovuti, utaandaa faili ambalo humu ndani yake, utaandaa folder ambalo ndani yake utaweka faili. Kwa hiyo kama picha hizo umeziweka humu ndani, itakuwa rahisi zaidi. Au kama utakuwa umezichukua katika vyanzo vingine, pia itakuwa rahisi pia. Lakini katika kuwa na picha ndani ya kompyuta, kwa mfano ikiwa iko ndani ya folder moja, umeweka ndani ya folder hiyo picha, utatakiwa uandike jina na utaandika hiyo format yake. Kama itakuwa JPG, PNG utaandika. Kwa mfano labda tuseme nina picha labda kwenye kompyuta yangu ambayo kwenye folder, ndani ya hii folder inaitwa labda brk.jpg. Kama ni iko picha ya namna hiyo, taandika tu hivyo, na nikienda nika save na kurun, picha hiyo itaweza kutokea. Labda tujaribu, kwa sababu najua picha hii ipo. Niandike, naweka alter kama haitakuwepo. Alter ni alternative, kwa maana ya kwamba kama picha hii itotokea, basi pawe na ujumbe ambao utaweza kutokea. Naweza nikaandika picha haipo, kama picha haitokuwepo, basi nita save, alafu nita run. Picha imetokea katika ukubwa sana kwa sababu hatujaiwekea size. Labda nifanyie decoration kidogo ili uweze tuite img, tuite tag tu kama ilivyo, alafu tuwekee upana wa width, tuwekee ngapi? Tuweke 50. View width, alafu tuweke height, na yenyewe tuipe urefu kidogo, tunaweza tukaweka 80. Yeah. Kwa hiyo tukilana picha yetu kama hii imetokea. Sasa kuna kitu nimekizungumza hapa ambacho ni muhimu sana. Hii picha tukienda kwenye folder, kuna folder ambayo nimetunza hizi faili za hii tovuti, na utumia ni hii hapa, na ukitazama unaweza ukaona inaitwa hapo juu, jina limeandikwa ni image audio video. Ukija ukatazama utaiona sehemu tu ndani tumeisave image audio video, ndio faili letu, na ile picha iko ndani ya hii folder ambayo hapa juu tumeandika HTML codes. Nimeitengeneza ni HTML codes. Nikirudi hapa nyuma utaona hii hapa liko ndani ya software setup, ndani yake nimetengeneza folder nyingine. Kwa ndani ya hii nimetunza hizo faili kwa ajili ya tovuti, lakini pia picha imo ndani. Hasa kwa mfano labda nichukue picha ambayo haimo humu ndani na niandike kwa utaratibu huu wa kuandika jina la picha na extension, tuone kama itakataa, lakini ndani ya kompyuta ninayo. Kwa mfano na picha iko hapa, tutumie picha hii ambayo iko nje, lakini tuandike katika utaratibu ule. Kwa mfano hapa na picha hii hapa imeandikwa basketball, lakini iko kwenye picture. Sawa, iko kwenye picture. Sasa nataka niandike kwa kufuata utaratibu ule kama vile picha hii iko ndani ya folder ambalo nafanyia kazi. Nitaandika basketball, najua extension yake ni basketball, najua extension yake ni JPG. Save. Kwa hapa nakwenda na run, tuone kama itatokea. Inasema picha haipo.
picha haipo. Unaweza kuona picha haipo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo picha haiko ndani ya HTML codes folder ambayo nimeitengeneza maalum kwa ajili ya kutunza faili wakati natengeneza, ambao natunzia mafaili ya tovuti. Sasa nikichukua ile picha nikaihamishia humu ndani itaweza kutokea. Ngoja tuikopi alafu ni paste. Nafanya hivi kwa sababu mwanzoni wakati najifunza mimi kutengeneza tovuti, mwanzoni kabisa ni mafunzo ya mwanzo ambayo nilijaribu kufanya na ikanisumbua, nikataka kidogo kukata tamaa, kwa sababu naona wakiweka wengine inawezekana mimi nikijaribu, kumbe picha ilikuwa nje ya folder. Hii hapa nikienda nikasave na kurun, nikienda kurun picha inatokea. Sasa tuitoe hii picha alafu tujaribu tena, naifuta huko. Sawa, nikienda nikarun hii picha haitokuwepo, haipo. Taipataje? Nawezaje kutatua tatizo hili? Kitakachotakiwa ni kuhakikisha naweka location ya hiyo picha iko wapi, kwa sababu haiko ndani ya nini, ya folder ambayo natengenezea tovuti. Kwa twende kwenye folder kule ambako ipo, alafu tutachukua taarifa zake tuone location yake iko wapi. Hapa tutafute location yake. Ukienda kwenye property utaweza kuona vitu vingi. Huku utakutana na type file ambayo ni JPG kama nilivyosema, jina hapa lipo kama kawaida, file type hii hapo. Ukija utapata location. Hii location itabidi itangulie. Ikitangulia utaitenganisha na hii, utatenganisha na jina na extension yake format kwa kutumia slash. Kwa nitaipaste, alafu hapa kwenye kasa nitaweka hiyo backslash. Hapa nikisave na nikarun, utaona inatokea, japokuwa hii picha haiko ndani ya nini, haiko ndani ya ile folder, kwa sababu nimetumia solution ambayo ni kutumia location kuambia kwamba hii picha ipo, lakini iko kwenye folder nyingine, haiko ndani ya folder ambayo natengenezea tovuti. Kwa hiyo upande wa picha hii inatosha. Kama umependezwa na video hii, ni kuombe ulike, ushare, weka maoni yako, pia ubofya notification kama umekwisha subscribe, na kama wewe bado hujasubscribe ni kuombe uweze kufanya hivyo, uweze kusubscribe. Asante sana na tukutane katika video itakayofuata.